Okay. Hii ni episode 6. Episode 6. Kama hujasubscribe account yangu, please subscribe, turn on notification. Philbert Digital ni account ambayo inahusisha masuala ya afya, lakini pia masuala ya teknolojia. Teknolojia kwenye masuala ya teknolojia, science, technology za simu, lakini hata kompyuta pia. Kwa hiyo tutakuwa tunaachia video mbalimbali kwa kufuata mpangilio. Kama leo tutaachia afya, itakuwa ni afya. Kama kesho itakuwa ni masuala ya teknolojia, Lakini tunataka tuongee kitu kinachoitwa amoebic dysentery. Amoebic dysentery ambao inafanania na ile ambayo tumesoma Shigella. Lakini hii ni amoebic dysentery. Ni nini? Is acute human intestinal amoebiasis caused by the amoeba, au kwa mabano ita amoeba histolytica and marked as by dysentery, abdominal pain, erosion of the intestinal wall. Kuna huyu bakteria, sio bakteria, ni tunaita protozoa. Yupo kwenye kundi la protozoa kwa sababu anakuwa anatembea, ana vitu vinavyosaidia kutembea. Anaita amoeba histolytica au wengine wanapenda kumuita amoeba. Causes, visababishi vyake ni nini? Amoebic dysentery is caused by the microscopic parasite Entamoeba histolytica. This parasite is spread through human feces. Huyu bwana ni parasite ambayo tunamuita Entamoeba histolytica, lakini specifically jina lao kuu ni protozoans. Wapo kwenye kundi la protozoa. Symptoms, dalili zake zipoje? Fever, homa, chills, abdominal pain. Hapa nadhani kulikuwa kuna neno stool of blood, lakini inaweza kawa mucus filled, lakini mtu anakuwa pia analisha na diarrhea. Risk factor, wapi ambao wapo kwenye riski, kwenye shida: alcohol use, vile vile cancer, watu wenye malnutrition, old and young, wajawazito, pregnancy, na wale wanaosafiri mazingira ambayo yanakuwa na vihatarishi, na wanaotumia madawa ya steroid. Diagnosis, tunaweza tukapima kwa kutumia nini? Hemoglobin test, naongelea masuala ya HB test, wingi wa damu, kwa maana unaweza kuwa una blood diarrhea, maana unalisha damu, maana unakula pole za damu. Total leukocyte count, tukaweza kuangalia masuala ya leukocyte count, kwa maana ya kwa sababu unaweza kawa pia hizi white blood cells zikaanza kaonekana kwenye choo chako, kwa maana tunaangalia kama zimepungua. Stool routine, lakini pia kwenye masuala kuangalia stool kama stool kwenye darubini. Abdominal x-ray, colonoscopic, hii ni njia ambayo kidogo kuna kifaa kinaingizwa huko kuangalia kama kuna shida yoyote. Complications, some potential complication of the dysentery include dehydration, frequent diarrhea, vomiting can lead to the dehydration. Kuna unatapika sana na kuharisha sana, kwa hiyo inaweza kusababisha kupungua kwa maji mwilini. Infants and young children with a quick become life threatening. Liver abscess, amoebic dysentery can cause liver abscess of the liver. Pia unaweza kusababisha makovu kwenye ini, kwa maana wasipotibiwa kwa haraka wasababisha makovu kwenye ini na kusababisha kitu kinachoitwa amoebic liver abscess. Treatment, kwa sababu hawa ni protozoa, tutawatibu kwa antiprotozoans, metronidazole, entobidazole chaguo la kwanza, lakini pia tuna tinidazole, lakini pia tuna noti, lakini pia tuna sekinidazole. Zote hizo tunatumia kutibu hawa protozoa, kwa sababu ni protozoa. Amoeba ni protozoa. Huo ndio mwisho wa video. Asante.